Fursa kubwa kwa wawekezaji makini mwaka 2026. Baada ya kuzungumza kuhusu biashara, ardhi na uwekezaji, leo nataka kufunga somo letu kwa vitendo, kisha tuingie kwenye viwanda na biashara za kimataifa. Tanzania ni moja kati ya nchi ambazo ziko Afrika, ni nchi zilizobarikiwa na Mwenyezi Mungu rasilimali za kutosha, kuanzia hali ya hewa na kila aina ya mali rasilimali zinazohitajika duniani. Kuna nchi zinaishi kwenye majangwa, zinahitaji vyakula kutoka kwetu. Fursa ni kubwa. Sasa tutakwenda kuangalia njia pekee zitakazotufanya tuweze kufanikiwa. Kwa mfano, nanasi ambalo sisi tunanunua huku shilingi 1,500, hilo katika visiwa nchini Oman, hilo nanasi linauzwa shilingi 10,000 hadi shilingi 15,000. Sasa tutakwenda katika mada yetu mpya tutakayoianza siku za usoni, lakini leo ngoja tumalize somo letu kwa umakini zaidi na ni kwa vitendo zaidi, sio nadharia wala sio ndoto. Ni fursa halisi za kupata faida ndani ya siku, kuanzia kesho, wiki, miezi hadi kufikia mwaka mzima. Fursa ya kwanza ni biashara ya mazao na mifugo. Faida ni ya haraka. Biashara ya kwanza ni nafaka na mazao ya chakula. Amka kesho, nenda shambani ukanunue mazao, kisha upeleke kesho kutwa sokoni. Nafaka kama maharage, mchele, mahindi kwa kipindi hiki zina uhitaji mkubwa sana sokoni. Pia kuna dagaa. Faida yake kubwa ni kwamba wanahifadhika, faida kubwa, na wanapatikana kwa wingi kwa sasa. Kwa nini biashara hii ina faida ya kila siku? Ni kwa sababu sasa mahitaji ni makubwa, kwa sababu shule zinafunguliwa, taasisi mbalimbali, watu wanarudi makazini. Hakuna mavuno kwa sasa ya mazao hayo yote niliyoyataja, na mahitaji ni makubwa. Faida ya jumla ni wastani wa 20%. Ukiuza rejareja, faida inaweza kuwa 30% hadi 40% kulingana na mtaji wako. Mazao, fursa ya pili, kipengele cha pili ni mazao ya mboga na viungo. Faida kubwa zaidi, mazao kama viazi, vitunguu maji, vitunguu swaumu, tangawizi na nyanya. Kwa sasa soko lake ni kubwa sana. Kwa nini? Hakuna mavuno kwa sasa, uhitaji ni mkubwa, na faida inaweza kufika hadi 50% ya mtaji wako. Beba viazi, peleka Kenya kama una uwezo. Beba viazi, toa shambani, peleka mtaani kwako. Najua wewe ni shahidi. Sasa pengine unaagiza chipsi, unaona unawekewa kidogo. Kwa nini? Viazi sasa ni fursa. Nenda kaanze kesho biashara, toa viazi mashambani, peleka mjini, utapata hela. Fursa, kipengele cha tatu ni biashara ya huduma. Hii kwa sasa ina mzunguko wa kifedha. Angalizo, msimu ukiisha, biashara inasimama. Ni kama vile vifaa vya shule, madaftari, kalamu, mikebe, sare, traki za wanafunzi, viatu na kadhalika. Lakini pia kuna huduma za usafiri, pia zinafanya vizuri sana mwezi huu.
watu wanarudi kuwajibika kwenye makazi yao baada ya likizo, wanafunzi wanarudi baada ya likizo, wanarudi mashuleni. Hii ni biashara ya mzunguko wa haraka wa pesa. Fursa namba 2 ni kilimo cha faida. Muda tofauti. Kilimo kina faida kubwa zaidi, lakini kinategemea muda wa uzalishaji. Zao ambalo utalipanda ndani ya mwezi mmoja likakupa faida, na kuanzia mwezi 1.5 na kuendelea, ni haya hapa. Kuna kilimo cha mboga kama vile mchicha na bamia. Hii inachukua mwezi mmoja mpaka mwezi 1.5 unaanza kupata hela yako. Lakini pia mazao yanayochukua mwezi 1.5 hadi mpaka miezi 3 ni kama vile kabeji, bamia, maharage, chainizi, hoho, nyanya chungu, pilipili, karoti na kadhalika. Mazao yanayochukua miezi 3 na kuendelea shambani ni kama vile nyanya, viazi, vitunguu maji, vitunguu swaumu, mahindi, alizeti, mchele. Faida wastani wa 20% na kuendelea. Mazao yanayochukua miezi 6 mpaka 12 ni kama vile ndizi, papai, miwa, tangawizi na kadhalika. Faida yake inaweza kufika 50% hadi 100% kulingana na usimamizi wako. Utofauti muhimu. Utofauti ni huu hapa. Biashara faida ndogo ndogo, lakini ni ya kila siku. Kila siku unapokucha unapata chochote, mkono unaenda kinywani. Angalizo, ukishaamua kuanza, usiingie mtego wa kushawishiwa, kudanganywa au kukatishwa tamaa kiakili. Na muhimu zaidi, usicheze kamari au ahadi za pata mara 100, mara 1000 bila mifumo. Na siku hizi wamerahisisha sana, hawaiti kamari, wanaita beti, wanaita mkeka au bahati nasibu, wengine huita fursa. Unafikiri ni fursa kweli, kumbe wewe ndiyo fursa kwao. Kwa epuka mambo ya pokea. Pesa ni mfumo, na mfumo ndio unajenga imani. Kwenye uhalisia sio imani. Huku mladhi, ndugu msikilizaji, pesa ni mfumo, na mfumo ndo unajenga imani kwenye uhalisia, sio imani kwenye hamna. Chagua jambo moja, anza leo. Rudi hapa mwisho wa mwaka, ushuhudie mabadiliko ya maisha yako. Huu ni ushauri wa bure. Subscribe ujifunze zaidi. Kipengele cha mwisho baada ya kukusanya mapato yako, mwisho wa mwaka umeisha, inaitwa wealth lock-in. Kulinda sasa na kutawala kile ambacho umefanikiwa kukikusanya, umefanikiwa kukipata, mapato yako ya jumla ya mwaka. Umefanya biashara mwezi, wiki la kwanza, la pili, la tatu, mwezi wa kwanza, wa pili, umelima mwezi wa kwanza, wa pili, umelima mazao yako yale yanayofika msimu mzima wa mwaka. Sasa umevuna, umepata faida. Ufanye nini sasa? Inatakiwa ulinde na kukitawala kile ulichokipata. Kama ulishafanikiwa kukusanya miaka iliyopita, basi fanya haya sasa, sio mpaka tena 2027. Lakini kama ndo kwanza ulikuwa hujui cha kufanya,
unatafuta kazi au ajira, ukimaliza mwaka huu fanya haya yafuatayo baada ya kufanya biashara, kulima au kazi yoyote ya ajira yako. Uwe ni fundi garage, uwe ni dereva bajaji, dereva wa magari, uwe umeajiriwa serikalini, ni mwanajeshi, ni polisi, ni nani, wizara zote. Ukisha kumekusanya kipato chako, fanya mambo haya sasa yafuatayo. Maana hapa ndipo watu wengi hukosea, hununua vitu vinavyopoteza thamani ili wewe uwekeze, ila wewe wekeza kwenye mali zinazodumu. Mali ya kwanza ambayo itabidi ukawekeze ni ardhi na real estate, yaani viwanja, majengo, maeneo yenye mwelekeo wa ukuaji na mashamba. Uwekezaji wa pili ni viwanda. Wekeza kwenye viwanda vidogo, usindikaji wa mazao, ongeza thamani kabla hujauza. Hicho unajenga kiwanda ambacho utaendelea kukitumia kwa siku zijazo za usoni. Lakini pia nenda kaweke pesa yako kwenye digital asset. Huko hakuhitaji mtaji mkubwa sana, huko ni kawaida. Unaweza ukawekeza mtaji wako mkubwa kama vile kwenye vyombo vya habari, fungua channel yako ya chombo cha habari, au unakuwa content creator, au unakuwa ni mtu wa mitandao, kama vile huduma za kibenki, huduma za kifedha, unaweza ukafanya hivyo. Namba 4, wekeza kwenye taasisi. Jenga shule, jenga hospitali, vituo vya afya, maana havihamishiki. Kuna usafirishaji, nunua mabasi kwa ajili, nunua haisi, bodaboda, bajaji kwa ajili ya abiria, na nunua pia magari kwa ajili ya mizigo, cargo mbalimbali. Anza kusafirisha mazao, iwe ni ya kwako mwenyewe kupeleka hata nchi za nje, au unakuwa na usafirishaji wa mizigo unakodiwa. Maana usafirishaji ni kazi, ni mradi, unakuwa umewekeza pesa yako pale kwenye mradi wako ambao unadumu. Namba 5, vifaa vya miundombinu kama vile ujenzi, kilimo, mashine na maghala. Hapo ndipo unakuwa sasa wewe ni tajiri, mmiliki na mtawala. Unamiliki mifumo na unaitawala. Kama somo hili limekusaidia, subscribe. Hapa tunajenga maarifa, sio ndoto. Karibu sana Merick Agribusiness 1 kwa taarifa zote.